Papa ukijigwe umite muthitho wa ngoro thĩinĩ, ndirĩ kĩndũ kĩngĩ kĩega gĩa gũkũrehera, amũkĩra igongona rĩa ngoro yakwa. Atũra nduma-inĩ ũkĩnyonekera, ũkĩrerethi ngoro yakwa thĩinĩ, nani nĩngũkenera ũtheri ũcio waku, na igongona rĩa ngoro yakwa. Ringithanirie mwana waku wendete mũno. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Ni asubuhi njema ambayo Mungu ametupa. Kwa hakika ni mkono wake ambao umemugharimu kutupe siku ya leo. Karibu katika ibada yetu ya asubuhi. Tunajiita Synagogue Crusader for the Christ Ministry na tuko chini ya mtumishi wa Mungu Reverend Hezekiah Ndura wa Ruigi. Tuko hapa Nairobi, roundabout ya City Stadium, kwa jumba linaitwa Mang Center. Kwa hivyo karibu sana, na waomba mkaweze kulike na kushare page yetu ambayo tunajiita CTV Kenya kwenye Facebook na pia kwenye YouTube. Uendelee kusubscribe, tunajiita CTV Kenya. Unapofanya hivyo asubuhi ya leo, ujue ya kwamba unajumuika pamoja nasi na ni ishara kwamba uko pamoja nasi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mara mingi ambapo tunakutana mahali hapa, ni vyema uwe unajishirikisha katika haya madhabahu asubuhi. Wacha haya madhabahu ikaweze kukutetea asubuhi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mara mingi tunapopata nafasi katika kusimama mahali hapa, ujue sio kawaida, ujue ya kwamba Mungu amepanga na ni kusudi la Mwenyezi Mungu ili tukaweze kupatana asubuhi ya leo. Bwana asifiwe. Tunajua usiku ulikuwa na changamoto zake, tunajua kwamba usiku ulikuwa na mambo mengi. Tunajua huo wakati ndio Shetani huaga anatembea, washirikina, wachawi wote na pia wezi wanakujaga hayo masaa ya usiku kukuwa na giza ili wakuja watuibie kile ambacho ni chetu. Bwana asifiwe. Tunamshukuru huyu Mungu maana tulimuomba usiku wa jana wakati tulikuwa katika mkesha, awe pamoja nasi usiku wote, atulinde na atupe maono, na ninaamini ya kwamba hivyo ndivyo amefanya na tunamshukuru kwa hiyo ambayo ametenda. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mara mingi wakati tunaomwamini Mungu, tujue ya kwamba anafurahishwa nasi maana imani yetu iko ndani yake. Bwana asifiwe. Tunaamini ya kwamba huyu Mungu anatupenda na ako na upendo mwingi juu yetu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wewe ambao unaonitazama, ni vyema uendelee kushare na kulike page yetu ili tukaweza kujumuika pamoja, ukashare kwa marafiki na pia kwa groups, na ukifanya hivyo Mungu atakubariki na atakuinua na atakupa kibali siku ya leo. Bwana asifiwe. Wacha tukaombe kwa ajili ya hili neno na kwa ajili tumrudishie shukrani kwa venye ametushindania na ametupa asubuhi ya leo. Baba wetu wa mbinguni, asubuhi njema, nalinua jina lako, nasema hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Bwana Yesu, tulikuomba ukaweza kutangulia Baba katika usiku kucha. Baba, tumeona mkono wako, tuliona venye ulitutembelea Bwana katika huo mkesha, venye ulitutendea. Tunaamini ya kwamba kile Baba ambacho tulipokea jana Baba kiko hai na tunaamini ya kwamba kitatufanyia kazi siku ya leo. Mungu wetu, tunasema ni asante maana hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Tunajua kuna changamoto katika usiku ambao umeisha, giza ambao Baba imeshaondoka Baba, kulikuwa na mambo mengi Baba, umetulinda Baba, umetulinda kama watoto wako, na tunashukuru sana Baba kwa ajili ya kutupa kibali cha kuiona siku ya leo. Vile Baba ambapo umetupa hiki kibali, tunaamini ya kwamba utashinda pamoja nasi mchana wote, na utakuwa ni mchana wa baraka, utakuwa ni mchana wa
kupata kile ambacho Baba ulituahidi. Tunaamini ya kwamba Mungu utazidi kuwa pamoja nasi, Mungu utazidi kutuongoza, Mungu utaendelea kutuneemesha Baba, ili tuzidi kutafuta uso wako, kukuabudu na kukushukuru. Baba, ninaomba hili neno ambao umelitia kinywani mwangu Baba, likawe ni neno la baraka, likawe ni neno la ushindi kwa watu wako. Hawa ni watoto wako Jehova, wako na kiu ya neno lako, wameweka tumaini yao katika hili neno Baba. Wacha nalo hili neno likawafanyie makuu, wacha hili neno likafungue baraka zao, wacha hili neno likawe mwangaza, likaweza kuangazia siku ya leo. Baba ni asante, pokea sifa na utukufu. Kumbuka kila mmoja aliye pamoja nasi mahali hapa na yule ambaye wanaotutazama. Roho wa Bwana tunaomba akaweze kuwa pamoja nasi na ukaweze kutuongoza, ukaweze kutuelekeza na ukaweze kutupa hiyo nguvu Baba, na tukaweze kulitia maanani hili neno ambalo umetupa asubuhi ya leo, na ni katika jina lako Yesu Kristo Mungu Baba tunaomba na hata kuamini. Bwana sifiwe. Karibuni tena. Asubuhi ya leo nataka tukasome kitabu cha Hagai. Hagai ni kitabu cha Hagai, Hagai wa pili kuanzia mstari wa 8. Bwana sifiwe. Unasema kwamba fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko utukufu wake wa kwanza, asema Bwana wa majeshi. Na katika mahali hapa nitawapa amani, asema Bwana wa majeshi. Bwana sifiwe. Hili neno asubuhi ya leo linatuonyesha ya kwamba fedha na dhahabu ni za Mwenyezi Mungu, sababu najua kila mwanadamu, kila anachohitaji hapa duniani, anahitaji pesa, anahitaji hizo dhahabu, anahitaji utajiri ili akaweze kuishi maisha ambayo ni mazuri. Bwana sifiwe. Asubuhi ya leo Bwana anasema ya kwamba yeye ndiye mwenye fedha, yeye ndiye mwenye dhahabu. Kwa hivyo kama una wazo ama una shida ambayo uko nayo mahali pote ulipo, ama una shida utakula nini, una shida utafanya nini, ujue ya kwamba asubuhi ya leo Bwana anasema ya kwamba fedha na dhahabu ni zake. Bwana asifiwe. Kile tu kinachohitajika kutoka kwako ni kumwamini huyu Mungu asubuhi ya leo, ni kukubali Mungu aweze kukuongoza, ni kukubali Mungu akaweze kukuelekeza. Bwana asifiwe. Maana huyu Mungu anatupenda na sisi ni watoto wake. Kwa hivyo anajua kile kitu ambacho alikiumba ni chetu sisi. Bwana asifiwe. Kile kitu chochote ambacho aliumba, tuelewe ya kwamba hicho aliumba kwa ajili yako na mimi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hili neno asubuhi ya leo inamaanisha ya kwamba tusihangaike, tusifadhaike na yale mambo ambayo tunayotaka. Kile ambacho tunataka atutumizie, tujue ya kwamba yeye ndiye mwenye fedha na yeye ndiye mwenye mali. Bwana asifiwe. Anasema ya kwamba utukufu wake ule wa kwanza, Bwana asifiwe, utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko utukufu wake wa kwanza. Bwana asifiwe. Ni kumaanisha ya kwamba Mungu wakati huu atakuinua zaidi, utukufu wake utakuwa mkuu kuliko ule wa kwanza. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati unapojua hivyo ya kwamba utukufu ambao Mungu anakuwa nayo ni utukufu ambayo uko mkuu kuliko ule wa kwanza. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kile chochote ambacho unachoomba asubuhi ya leo, jua ya kwamba huyu Mungu atakupa, huyu Mungu atakutimizia. Ninajua ya kwamba Mungu atakapofanya hivyo pia utakuwa na amani na utakuwa na ile furaha ndani ya maisha yako. Bwana asifiwe. Bora tu nuamini ya kwamba na uweze kuamini ya kuwa ati fedha na dhahabu ni za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo asubuhi ya leo ujue ya kwamba kama iko namna hivyo, ujue ya kwamba kile ambacho kinahitajika ili ukapate hizi fedha, ukapate hizi dhahabu, Bwana asifiwe, ni kumaanisha ya kwamba anakufungulia kazi, ni kumaanisha ya kwamba milango ya kazi imefunguka, ni kumaanisha ya kwamba biashara ambayo unayoifanya itapanuka na itabarikiwa. Bwana asifiwe. Ni kumaanisha ya kwamba Mungu kuna mahali atakuelekeza ukaweze kufanya kazi na ukaweze kupata fedha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo uweke imani ya kwamba katika hili neno ya kwamba dhahabu na fedha ni za Mwenyezi Mungu, na sikiwa ni za Mwenyezi Mungu, wewe ni mtoto wake,
na ninaamini ya kwamba kila ambacho ameahidi atakupa, lazima atakupa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tukae katika ile imani, tukae katika ile imani na tuwe na furaha zaidi kujua kwamba huyu Mungu ambaye ni Baba wetu wa mbinguni ako na kila kitu. Yeye huwa alisema, Yesu alisema, ombeni mtapewa, bisheni mtafunguliwa, tafuteni mtapata, maana yeye ndiye mwenye kila kitu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vyema uendelee kumwamini Mungu, ni vyema uendelee kumtumainia yeye peke yake. Bwana asifiwe. Maana anasema ya kwamba katika mahali hapa nitawapa amani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo, haya madhabahu inawapa amani. Haya madhabahu itampigania vita. Haya madhabahu ambao tumesimama mahali hapa, haya madhabahu itakupa kibali kipya katika maisha yako. Mzee wangu, baba wetu, mahali pote ulipo, mama wetu, mahali ulipo, ujue ya kwamba usihangaike. Ukiona watoto wako wanateseka, usihangaike. Usisahau ya kwamba huyu Mungu ndiye aliyekuumba. Usisahau huyu Mungu ako na lengo jema katika familia yako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mjue ya kwamba huyu Mungu hakuna siku hata moja atamuacha. Huyu Mungu hakuna siku hata moja atamfanya mufinyike. Bwana asifiwe. Unaweza jipata katika huo umri, uko na miaka zaidi ya 70 na unaona huna chochote, huna saba, huna kitu ambayo inaitanishwa na wewe. Asubuhi ya leo, hili neno linatukumbusha ya kwamba fedha na dhahabu ni zake. Bwana asifiwe. Na kama fedha na dhahabu ni zake, ni kumaanisha ya kwamba kama unataka saba utalipata, kama unataka mahali pako ambao panaitanishwa na wewe utapokea katika jina la Yesu Kristo. Maana tunaona ya kwamba huyu Mungu anasema, kama amesema fedha na dhahabu ni zake, atakubariki, atakuinua. Bwana asifiwe. Atahakikisha ya kwamba umefanikiwa, atahakikisha ya kwamba umepata hela. Na wakati unapopata hela, umepata kile ambacho ulikuwa unakitaka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo, ninajua wengi tuko ile mwisho wa mwezi, na ninajua ni yule mwisho ambao wengi huaga wanawaza sana, mawazo inaongezeka na inakuwa juu. Wanasidwa nyumba watalipa nini, wanasidwa watakula nini, wanasidwa zile bills wako nazo watasilipa na nini. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo, iachilie kwa Mwenyezi Mungu, iachilie kwa Mwenyezi Mungu, maana ukiachilia kwa Mwenyezi Mungu, kwa uhakika atakupigania, atakubariki na atakuinua. Bwana asifiwe. Bora tu kile kidogo ambacho uko nacho, lazima na wewe ukiamini. Bwana asifiwe. Jiaminie hicho kidogo ambacho uko nacho, maana hiyo kidogo ambao uko nacho, huyu Mungu atabariki. Huyu Mungu ataweze kukifanya kikue kingi. Bwana asifiwe. Maana tunaona katika kitabu chake, wakati wanafunzi walikuwa katika hali ya njaa, aliuliza ni nini walicho nacho. Bwana asifiwe. Na kukatokea ati ni kijana ako na samaki 2 na mkate. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaona ya kwamba hicho kidogo, tunaona Yesu alisukuru. Ninaona ya kwamba Yesu hakuomba bali alisukuru. Kwa hivyo asubuhi ya leo, ninawahimiza kile kidogo ambacho uko nacho ukamshukuru Mungu, maana kupitia kushukuru kitaongezeka maradufu. Bwana asifiwe. Kama unafanya biashara ambayo unaiona ni kidogo sana, amini katika hiyo biashara Mungu ataigilia kati, ataipanua, ataifanya ikaongezeke, maana yeye ni Mungu mwenye fedha na dhahabu. Bwana asifiwe. Huyu Mungu ambaye ametuahidi atatupa amani, hivyo ndivyo atakapotupa amani na pia furaha. Sisi ni watoto wake na tutaendelea kukuwa watoto wake, na hakuna siku hata moja atatuachilia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vyema ukae ndani ya Kristo, ni vyema uenende katika mienendo ambayo ni yake, ambayo ni mienendo ambayo itamtukuza Mwenyezi Mungu. Ninaamini ya kwamba hata maadui wakikuinukia hawatakuweza, maana wewe ni mtoto wa Mungu, maana wewe umebarikiwa, maana wewe uko na mtetezi. Bwana asifiwe. Kile ambacho adui alikunyang'anya, Mungu akaweze kukurejesha kwako katika jina la Yesu Kristo. Ninaamini ya kwamba wakati uliubwa pamoja na mali yako. Bwana asifiwe. Uliubwa na fedha zako na dhahabu zako,
zile utazopata katika maisha yako. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba kuna mahali kulitokea shida, maana unajipata katika ile hali ya umasikini, katika ile hali ya kuteseka. Ujue kwamba hiyo shida ambayo imesababisha ukuwe na umasikini, amini huyu Mungu, maana ako na uwezo wa kukurejeshea hata katika huo umri ulio nayo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ndugu zangu na dada zangu, mahali pote mnaonitazama, ni vyema muhakikisha ya kwamba mmefuata sheria za Mwenyezi Mungu, mmefuata yale ambayo Mungu anatuagiza tukaweze kuyatenda. Kwa hivyo hakikisha kwamba asubuhi ya leo utapokea kile ambacho ni chako, utapata kibali. Bwana asifiwe. Maana naamini ya kwamba Shetani alitawanya, kama huna sahihi na unaona umeingia katika uzee na unaona hujapata, ujue ya kwamba huyu Mungu anajua. Ninaamini huyu Mungu atarejesha. Ninaamini ya kwamba huyu Mungu atakutana na wewe, na huyu Mungu ninaamini ya kwamba atakusurprise. Bwana asifiwe. Maana hata kama hauna nguvu sahihi, kupitia watoto wako na kisasi chako, Mungu ataweza kurejesha kile ambacho kilifungwa, kile ambacho kilizuiliwa na madhabahu ambao inaonena kinyume na maisha yenu, ama kinyume na maisha na mababa zenyu. Bwana asifiwe. Maana ni kumaanisha ya kwamba katika hii ugumu ambao tunaopitia, kuna mahali makosa ambayo ilitokea. Hatujui ni madhabahu gani ambayo iliinuliwa na watangulizi wetu. Hatujui ni nini hicho maadui walipanda. Hatujui vikwazo, vizuizi ambazo Shetani ameziweka. Hatujui na hatuelewi mahali ambapo zilitoka. Lakini naamini asubuhi ya leo kwamba huyu Mungu ambaye unaomwamini atasuluhisha kila shida. Atasuluhisha, atabomoa madhabahu yote, maana yeye anajua kile ambacho kinakuzuia. Hata kama ni wewe unajizuia wewe mwenyewe, labda kuna tendo ambalo ulitenda na likakutenganisha na baraka yako, mrudie huyu Mungu. Nenda kwa unyenyekevu na kwa upole, ukaweze kumuomba akaweze kukupa nafasi nyingine, maana huyu Mungu ni wa nafasi ya pili. Bwana asifiwe. Tuamini ya kwamba huyu Mungu hakuna siku atatuacha, maana upendo wake ni mkuu. Upendo wake huwezi ukaliganishwa na upendo mwingine ambao unaweza liganishwa hapa duniani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo ninaamini ya kwamba milango ya kifedha itafunguka. Ninaamini ya kwamba kile ambacho huko umekipata utakipokea siku ya leo. Unapoweka katika imani katika hili neno ambao ni kutoka Hagai ni Hagai pili, that is 2 Hagai chapter 2 verse 8. Wakati unapojua hili neno linamaanisha nini, wakati unajua hili neno ile nguvu liko nalo, hapo ndipo utakaofahamu kwamba Mungu Baba wetu wa mbinguni ni kweli ni tajiri. Kwa hivyo huwezi teseka. Kama baba yako wako na mali, haikubaliki kamwe ukaweze kuteseka. Haikubaliki kamwe uendelee kulia. Haikubaliki hata kidogo. Jua mienendo yako, jua njia zako ama zinaambatana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, ili ukaweze kujielewa na ukaweze kujifahamu. Kama ni wewe umejiwekea kizuizi, ukaweze kujitolea wewe mwenyewe. Na kama ni ile mambo ambayo hujui hata huelewi, Mungu ataingilia kati, maana yeye ndiye mwanzo na yeye ndiye mwisho. Bwana asifiwe. Yeye ni yeye jana, leo na hata milele. Bwana asifiwe. Na kile ambacho alikitenda jana pia atakitenda leo. Bwana asifiwe. Na pia ataendelea kukitenda milele. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hakuna siku Mungu atatuacha. Hakuna siku hata moja Mungu atatuachilia. Hakuna siku Mungu atafanya maadui wetu watuangamize. Atasimama pamoja nasi, atatushika mkono. Furaha ni kwamba kama umejishirikisha na huu wokovu wa Yesu Kristo, umekuwa mtoto wa kweli. Na kuwa mtoto wa kweli uko na sababu ya kulindwa. Bwana asifiwe. Uko na ile haki ya kupata mgao kutoka kwa baba yako wa mbinguni. Kwa hivyo asubuhi ya leo endelea kuwa na imani ya kwamba Mungu atakutana na wewe. Endelea kuwa na hiyo imani ya kwamba Mungu atayashughulikia
mambo yako siku ya leo. Kwa hivyo wacha huyu Mungu akatembee nawe siku ya leo, usimuachilie. Mwambie, Baba wangu wa mbinguni, unipe mkate wangu wa kila siku. Bwana asifiwe. Na hivyo ndivyo atakavyofanya, maana nasema tutakapomuita atatusikia. Ako tayari kutusikiliza na ako tayari kutujibu kwa namna yoyote. Bwana asifiwe. Ukitaka breakthrough, Mungu atakupa breakthrough. Bora uikae katika ile imani ya kwamba yeye ni Baba wetu wa mbinguni, na kwake hatuwezi kosa, na kwake tutapokea kile ambacho aliahidi atatupa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wewe ambao unanitazama, nawatakia siku njema na mafanikio siku ya leo. Mkapate kibali katika biashara, mahali ambapo mmeajiriwa mnafanya kazi, mfanye kwa upendo mwingi na Mungu atawapa hicho kibali. Kwa hivyo mahali umewekwa, simama imara na ufanye vizuri. Ni kama nafasi hiyo tu ndio umepewa, na unapofanya hivyo usifikirie utafurahisha bosi yako, lakini ukifanya hivyo ukitii, kwa hakika kile ambacho utapokea kitakuwa cha baraka, kitaongezeka. Bwana asifiwe. Tunaamini ya kwamba huyu Mungu atatupenda na atasidi kuwa pamoja nasi, akatubariki na pia akatupe kibali, na chochote tunachofanya Mungu akaweze kutupa kibali, akaweze kutuletea wateja zaidi. Bwana asifiwe. Na kila ambacho tutapata Mungu akaweze kukilinda na akaweze kukiongezea. Bwana asifiwe. Wewe ambao ni mgonjwa, wewe ambao huna ile amani ndani ya moyo wako, huyu Mungu akaweze kukuponya, huyu Mungu akaweze kukupa hiyo neema. Huo moyo ambao umeamuka ukiwa umefujika, Mungu akaweze kuutia nguvu. Ile majeraha ambao uko nayo, Mungu akaweze kukuponya, akakuondolee maumivu na akakuondolee ule ukafu siku ya leo. Baba wetu tunajua anatupenda na anatujali sana. Kwa hivyo muwe na siku njema na tushukuru, na ili tukaweze kutabiri, ili hili neno likaweze kufanya kazi ndani yetu. Ati fedha ni mali yake na dhahabu pia ni yake, na kama iko hivyo tuna furaha ndani ya Mungu, maana hatutateseka tena. Bwana sifiwe. Tusimame tukaweze kushukuru. Baba, katika jina Yesu Kristo, ninakushukuru asubuhi njema. Nasema ni asante kwa ajili ya hili neno ambalo umelilitia kinywani mwangu. Ninajua hili neno limewapa tumaini. Mahangaiko Baba, ama ile walikuwa wameona wamefinyika, Baba wamejua ya kwamba fedha na dhahabu ni zako. Na ninajua Baba wako na mahitaji Baba, na yote haya mahitaji walio nayo Baba inahitaji pesa. Baba, kama pesa ni yako, tunaamini ya kwamba Mungu utatupa. Wafungulie milango ya kifedha Baba, wafungulie Baba wetu wa mbinguni, wape kibali katika hiyo biashara wanazozifanya Jehova, hata sikuwa ni dogo kiasi gani Jehova. Ninajua Baba uko na uwezo wa kufanya upana. Pokea sifa na utukufu. Tubariki, tuinue asubuhi ya leo. Tujalie hiyo neema Baba ya kuendelea kukutumainia. Tujalie hiyo neema Baba ya kuendelea kukutukuza na kukuabudu Bwana, maana tunajua kwamba tunapofanya hivyo Baba wetu wa mbinguni utafurahishwa nasi na utaachilia baraka juu ya maisha yetu. Baba, tunaamini ya kwamba siku ya leo sio kama siku ya jana Baba. Tunajua siku ya leo utukufu utakuwa juu Baba kuliko ule wa mwanzo. Tunaamini ya kwamba Mungu, siku ya leo itakuwa ni siku ya kubadilishiwa maisha. Tunajua kwamba siku ya leo Baba maisha yetu yatabadilika. Baba, ninakuomba katika jina Yesu Kristo, ukawape wale ambao wanaolipa rent Jehova, ukawape pesa za kulipa rent na bilu zote Baba ambazo sinaja kila baada ya mwisho wa mwezi. Baba, ukawaondolee yale mawazo Jehova, ukawaondolee hayo mawazo Jehova, wasiwaze zaidi Baba. Bora Mungu wanakuamini na wanakutegemea. Ninajua kwamba Mungu utatuma destiny connector wao Jehova, utatuma watu wa kuwabariki, utatuma watu wa kusimama pamoja na wao, na watu ambao watakaotembea pamoja na wao. Wabariki ukawainue, maana Baba hao ni watoto wako.
Ni asante Mungu wetu wa mbinguni. Baba, siku ya leo tunaitabiria ikawe siku ya baraka na siku ya ushindi na siku ambayo hatutaisahau maishani mwetu. Baba, tunakuomba Baba, kipengele cha maisha yetu ambayo imesalia Baba iko mikononi mwako. Endelea kutuongoza, endelea kutupigania, endelea kutuelekeza katika njia zako Bwana, ili tukawe takatifu. Asante Mungu wetu, pokea sifa na tukufu. Kumbuka wote ambao wanaotutazama na ukumbuke wote ambao ni partners wa synagogue. Jehova, uwakumbuke mahali pote walipo na washirika wote Baba, uwabariki na ukawainue. Tunaamini ya kwamba Mungu unatupenda na uko na wazo jema juu ya maisha yetu. Ninakushukuru kwa ajili ya haya madhabahu, maana haya madhabahu iko na nguvu na iko na uwezo wa kunenea maisha yetu. Tunapojiunganisha na haya madhabahu Baba, wacha baraka na nguvu ziliomo hapa madhabahu haya ikaweza kututetea na ikaweza kusimama nasi. Kumbuka familia za kila mmoja wetu mahali pote walipo Baba, ukawajalie neema zako, ukawawezeshe Jehova, ukawape kibali